ushawahi kuota ndoto ukaamuka ukitafakari sana kuhusiana na ndoto hizo, lakini ukasaulika kabisa umeota nini? Ama ushawahi kuota ndoto zenye uoga mkali ukaamuka ukifikiria, lakini ukasaulika kwenye ndoto zimeanzia na kwenye zimeishia? Leo tumekuja kutafsiri moja kwa moja kwa nini tatizo hilo huwa linatokea. Shalom shalom, na wasalimu sana kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naamini ya kwamba upo salama na pia mimi nipo salama. Tulikuwa tunaongea kwamba tutakuja kuangalia pamoja, kujifunza kuona madhara ama umuhimu sana wa kuota ndoto, ama madhara ama tatizo za kusipoota ndoto. Moja kwa moja, kama hujafanya subscribers, kama huja like, kama huja share, na kusihi sana fanya hiyo kazi, ama tusaidiane hivyo, tu like, tu share, tu subscribe, ili mambo yaendelee kuwa salama. Kwa hiyo tulikuja kuona sana kwamba tuanze na umuhimu wa kuota ndoto. Umuhimu wa kuota ndoto tulikuja kuona moja kwa moja kwamba Mungu huwa anazungumza na mwanadamu kupitia ndoto, na hiyo ni muhimu zaidi. Umuhimu zaidi ni vile Mungu huwa anapenda kutushirikisha ama kuongea nasi kupitia ndoto. Kwa hiyo mwana wa Mungu, ama wewe ambao unasikiliza, ndoto ni kitu ambacho kinakuja kuzungumzia ama kuzungumza pamoja na sisi kupitia maisha ambayo huwa tunapitia ya kawaida. Haya maisha ambayo tunapitia mara moja, huwa sometimes unaweza kosa kutafakari sana kupitia kazi ama mambo ambayo unapitia, lakini unakuja kuona katika ndoto kuna yale mambo ambayo yanapitia. Kwa hivyo usitoke sana, acha tuendelee kutafakari ama kuongea. Kwa hivyo umuhimu zaidi ni Mungu huwa anapenda kuongea ama kuzungumza pamoja nasi kupitia ndoto. Mifano mingi ya kuigwa tutakuta ndani ya Biblia ama ndani ya Qur'an, ambapo Mungu huwa alikuwa anazungumza sana na manabii, anazungumza na watu wake kupitia ndoto. Alizungumza na Abraham, akazungumza na Yusufu, akazungumza na kina Elia na Elisha. Hao wote Mungu alikuwa anazungumza nao kupitia ndoto. Kwa hiyo umuhimu zaidi ni Mungu huwa anapenda kutuongelesha kupitia ndoto za usiku. Sasa tukasema tujifunze madhara. Madhara ni gani ya mtu ambaye huwa haoti ndoto, ama akiota ndoto anasaulika? Ndugu msikilizaji ama mtazamaji, acha tuseme kwa ukweli, kwa mtizamo wa kiroho, tukisema eti ukiota ama usipoota kuna madhara, hapana, hakuna madhara. Lakini kitu ambacho tu huwa kinaleta kwa nini huoti ama ukiota unasaulika ndoto ni misongamano ya mawazo, ama tunasema stress. Hizi stress ambazo tunapitia katika maisha ndizo huwa zinatuletea kusipoota ndoto ama kuota ndoto unasaulika. Hiyo kitu moja kinatuletea ni stress. Unatoka kwenye kazi, umekuja umechoka, unalala, ukiamuka unaota, lakini ufikiri ama hushiki moja kwa moja kile kitu ambacho umeota. Kwa hiyo tukaona ya kwamba kusipoota sio madhara, lakini ni zile stress ama changamoto ambazo mtu anapitia. Kwa hiyo ukiota alafu nasaulika, inakubidi sana ama nakusii sana ni kwenda mbele zake Mungu na kuomba, ili upate kuzishika zile ndoto ambazo unaota, ili zisipotee, ili upate tafsiri ama kujua kile ambacho Mungu anaongea na wewe. Ni muhimu zaidi, tena zaidi,